Kamari ina ulevi kuliko madawa ya kulevya. Kamari ina ulevi kuliko bangi. Kamari ina ulevi kuliko sigara. Kamari ina ulevi zaidi ya ulevi wa ngono. Kilevi chochote unachokijua hakiwezi kikakuta ulevi wa kamari, kwa sababu kamari ni mpango wa Lucifer ulioandaliwa kuzimu kwa ajili ya kuangamiza maisha ya vijana. Kijana anapokuwa ameangamizwa maisha yake, ama maisha ya kijana anapokuwa yamecheleweshwa, tunakuja kupata taifa la watu wengi masikini wasiokuwa na uwezo wa kufikiri maendeleo, bali kufikiri ni jinsi gani ya kupata pesa kirahisi. Kamari imebwetesha vijana wengi wakikaa kusubiri kwamba huenda kesho nikapata, huenda kesho nikapata, huenda kesho nikapata, na ndio maisha ya vijana wengi. Barabarani ukisimamisha vijana 20, unaweza kupata 3 tu ambao hawana makaratasi ya kubeti mifukoni. Asilimia kubwa vijana wengi wametawaliwa na kamari. Kamari haiwezi kukusaidia ukawa tajiri, wala kamari haiwezi kukufanya ukawa tajiri. Hakuna aliyefanikiwa kuwa tajiri, hakuna aliyejengaga majumba, aliyeishi maisha yake kwa amani kwa sababu ya kamari. Kamari ni mpango wa kukuangamiza. Kamari ni mpango wa kuchelewesha. Unapokea mshahara, unaishia huko. Ulinunua nyumba yako kwa shida, unaiuza kwa siku moja na hela inaishia kwenye kamari. Kiwanja umeteseka kukipata, unakiuza, unamalizia pesa kwenye kamari. Na unauza ukihisi kwamba utakomboa pesa ambayo imeliwa. Unahisi kwamba katika kuwekeza hiyo pesa ama kuinvest kwenye kamari inaweza ikarudi, ama ikarudi zaidi ya hicho kiwanja, ama zaidi ya hiyo pesa uliyojengea nyumba. Nataka nikwambie hivi, kuna kiumbe ambaye anakamata fahamu zako. Kuna kiumbe ambaye anakamata fahamu zako. Unakuwa mtumwa. Yaani wewe ndio unakuwa mtumwa. Yaani unaenda unateseka, unapata hela, unakuja unajaza pale, unaweka. Unaenda unatafuta hela kwa shida, unapata, unakuja unaweka. Unaishi kwa matumaini kwamba kesho nitafanikiwa, kesho nitafanikiwa. Hakuna aliyewahi kufanikiwa kwa kamari, ila wapo waliokufa, wako waliopoteza, wako waliokuwa masikini, wako waliorudi vijijini, wako walioachana na familia zao, wako kutelekeza familia zao kwa sababu ya kamari. Kamari imekamata watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu yuko madhabahuni, anawaza mkeka, anawaza kamari. Sadaka, pesa ya sadaka unaenda kuchezea kamari. Watumishi wamekamatwa, baadhi ya watumishi wamekamatwa kabisa na kamari. Viongozi wa serikali, watumishi wa umma wamekamatwa na kamari. Mtu yuko bungeni, akili ipo kwenye kamari. Na ndio maana tupati maendeleo, kwa sababu unakuta hata maendeleo yanakuwa hafifu, kwa sababu watu akili zao zinawaza niweke hela kwenye kamari itakuwa mara 2. Haiwezekani. Haiwezekani. Ndani ya siku 7 yule jini anaingia kwenye akili yako, anakuwa na kucontrol. Huwezi ukatoka tena hapo. Tunaona walevi wa bangi, walevi wa pombe, watu waliokuwa addicted wa madawa ya kulevya wana uwezo wa kuacha, lakini kuacha kamari ni ngumu. Kuacha kamari ni ngumu. Bila maombi na bila kupewa njia ama mbinu za kuweza kumtoa huyo jini na maombi, hauwezi ukatoka. Tunaona watu wengi wanapelekwa soba, wanaacha bangi, wanaacha madawa kulevya, wanaacha pombe, lakini hakuna soba ya kumpeleka mtu aliyekamatwa fahamu. Hapo tunaingilia ni masuala ya kiroho. Sasa wewe umeshakamatwa mateka, wewe ni mtumwa wa kamari. Na ndio maana mawazo yako yanawaza tu ni kamari. Ukishika hela unawaza kamari, tayari umeshakamatwa. Nimelizungumzia hili swala maanake Mungu ameshanipa na njia ya kuweza kukusaidia. Sasa ili niweze kukusaidia, nitarusha kipindi kingine ambacho nitakuwa nikikupa mbinu za kuweza kutoka kwenye kamari. Sasa nenda pale YouTube, andika Prophet Prince Josh. Ukishaandika kama jinsi ilivyoandikwa hapo kwenye screen, search. Ukisha search utaona picha ya namna hii.
subscribe hiyo akaunti. Ukisha subscribe, subiri, bonyeza alama ya kengele, subiri, nitarusha kipindi ambacho kinaweza kukunasua katika hiyo kamari. Nitakupa mbinu na nitakupa maombi ya kuweza, jinsi ya kuomba na jinsi ya kuweza kufanya ili utoke kwenye hiyo kamari.